Kila mara msichana alipolia kengele ndogo, bilionea mwenye hasira kali alikuja haraka upande wake. Hii ni kwa sababu msichana huyo alikuwa mkufunzi bingwa wa mbwa. Haijalishi mbwa alikuwa mkali kiasi gani, akiwa mbele yake alitulia kabisa. Siku moja mwanamke tajiri alimtafuta na kumuomba amfundishe mwanawe. Alimweleza kwamba mwanawe ana matatizo makubwa ya kihisia. Mara nyingi hakuli, hanywi wala haongei. Alikuwa tayari amejaribu madaktari wengi lakini hakuna aliyemsaidia. Msichana akasema yeye anajua kufundisha mbwa tu, si kutibu watu. Lakini mwanamke tajiri akaahidi kumpa dola milioni 5 kama ataweza kumsaidia mwanawe. Baada ya kuona kiasi hicho kikubwa cha pesa, msichana akakubali kazi hiyo. Alipofika kwenye nyumba ya bilionea, aligonga mlango kwa nusu saa nzima bila kujibiwa. Wakati anashangaa ingieje, mlango ukafunguka ghafla na akaangukia mikononi mwa mwanaume huyo. Alipomuona alivyo mzuri na mwenye sura ya kuvutia, msichana akapata hamasa zaidi ya kufanya kazi hiyo. Lakini mwanaume hakumjali hata kidogo, akaanza kucheza na simu yake. Msichana tayari alikuwa amejiandaa kupuuzwa. Akaingia ndani, akafungua mapazia na kuingiza mwanga wa jua. Mwanaume ambaye hakupenda mwanga akakasirika sana, lakini msichana akasema mwanga wa jua unaweza kuboresha hisia mbaya. Ili kumfukuza, mwanaume akafungua mkanda wa suruali yake kwa makusudi na kusema kwamba anapenda kuwa bila nguo akiwa nyumbani. Lakini msichana hakujali hata kidogo, badala yake akasifia mwili wake. Mwanaume akaona aibu na kukimbilia chumbani kwake. Baadaye msichana akampelekea bakuli la noodles, lakini alipoona mlango hauna kufuli, akaingia moja kwa moja. Mwanaume akasema ni kukosa adabu kuingia bila kubisha, lakini msichana akajibu kwamba alidhani kufuli limeharibika, hivyo haijalishi kubisha ula. Maneno hayo yakamkasirisha sana mwanaume. Kumbe mama yake alikuwa ameondoa vitu vyote vyenye kufuli nyumbani, hivyo mwanaume hakuwa na faragha kabisa. Kwa hasira, mwanaume akasema hatawahi kula chakula alichokipa. Lakini kama mkufunzi wa mbwa, msichana alikuwa na uzoefu na hali kama hiyo. Akaanza kuficha vitafunwa vyote nyumbani na kupanga ratiba ya chakula kwa saa maalum. Kila wakati wa chakula ulipofika, alipiga kengele ndogo. Siku ya kwanza, mwanaume alikataa kula. Msichana hakukasirika. Aliondoa tu chakula wakati muda ulipopita. Baada ya siku 2, mwanaume hakuweza tena kuvumilia njaa. Hatimaye akaamua kula. Msichana akagundua kwamba hatua ya kwanza ya mbinu yake imefanikiwa. Hatua inayofuata katika njia yake ya mafunzo ilikuwa kujenga kujiamini. Akae mbele yake na kusema, ukikula vizuri, nitakutengelezea kufuli kwenye mlango wako. Mwanaume akamwangalia kwa makini. Msichana akampapasa kichwa kwa upole. Baada ya kurudi chumbani kwake, mwanaume alihisi moyo wake unapiga kwa kasi. Si muda mrefu, msichana alirekebisha kufuli kama alivyoahidi na kumpa funguo yake. Usiku huo, mwanaume alikula chakula kwa utii na baada ya kumaliza, alimwomba msichana ampapase tena kichwa.